Ya, kama tangaza. Kuja maliza kuoga. Hapo mke wangu ameenda hapo. Nyora nitakwenda na njaa hatari. Yaani watu wengine jamani wanakuwa wasikia washenzi. Watu wengine hataki kulipa madeni watanikuta. Ndio umekuja. Karibu uje saa ngapi? Sina muda nimefika. Sawa, shikamoo. Mbona mke wangu na nakuja yani nakuja kwa mtu amenikela. Karibu mume wangu. Za huko? Na huko nzuri. Wote kuzoea muda unavyokaa hivi, unapo umetulia, tangu umefika, uongee, umekaa tu vile. Nini shida? Mwanangu, mbona guna tu? Ongea basi. Au una ukawivu kamiani? Kusuka tu unaona wivu jamani. Sijatendeza. Mke wangu mimi wala haya mambo siyafikirii. Mambo gani tu? Hata mimi hapa nilipo. Maana hata mke wangu naumika. Ila kusema kweli mke wangu. Mimi hapa niliondoka kwa kwamba naenda kazi. Lakini sikuwa kazini. Sikuwa kazini. ulikuwa wapi? Mimi nafuatia tu ile swali. Swali gani? Nafahamu kwamba leo tuna miaka tuliyopata kwa mtoto mkubwa. Nafahamu. Ndio kitu kinachopendeza na mawazo. Kitu gani sasa? Nani uko pesa gani? Uko wapi? Kweli mkao mimi siwezi kuficha. Naenda niambie kweli. Mimi baba mimi. Kwa mganga? Tangia lini tunaanza kuamini waganga tena? Sasa mke wangu leo miaka 6 niko na Mungu. Kama kanisani tunaenda tunasali, maombi tunaombewa, lakini hamna. Mimi naamua tu nitumie njia nyingine, nichukue njia ili labda tutafanikiwa. Hamna mimi ndio kwa waganga mimi siamini. Yaani kama wewe umeenda kwa waganga, yani ni wewe juu yako. Mambo ya waganga tunayajua, mimi sitaki kunishirikisha mambo ya kwa waganga. Sitaki. Ni mambo ya kwa waganga sitaki kabisa. Sitaki. Wewe au huko kwa waganga utaenda wewe, mimi kanyagi baba. Unaelewa? Mimi kanyagi. Mimi namwamini Mungu. Hata kama unaamini hao waganga mimi sitaki utajua wewe. Jamani, mke wangu. Mbona mke wangu amebadilika? Mbona mke wangu amebadilika tofauti na zamani? Mwanzo nilikuwa namwelezea kitu, mnaelewana vizuri tu anakusikiliza. Hili jambo niliambiwa na dogo. Ni serious? Mbona anachange huyu anabadilika? Hapa inatakiwa nichunguze. Wenda mdogo wako uko sahihi. Magese kamwa kunigeuka, katembea na mke wangu. Lebeka naye kabeba mimba, kumbe hata sio ya kwangu. Magese kamwa kunigeuka, katembea na mke wangu. Lebeka naye kabeba mimba, kumbe hata sio ya kwangu.
kwa sababu ya matatizo yangu, kwa sababu ya madhaifu yangu. Umelivunja agano la ndoa, ukaamua kunisaliti. Umelivunja agano la ndoa, ukaamua kunichiti. Kaka mama. Kwa vipi? Safi, samahani na wewe mwenyeji wako. Mwenyeji wa pensi hapa. Halai. Na producer sana za magesi. Unafahamu? Gesi iko jokoje? Nene hivi ni mfupi hapo. Ni producer unaweza kumfahamu? Jamani, huyu mtoto toka asubuhi hayupo nyumbani. Sijui ameshinda wapi. Toka asubuhi tumekunywa chai hayupo. Tumekula cha mchana hayupo. Anakuja jioni hii. Hana furaha, hana amani. Na sielewi ni kitu gani kilichompata huko alipokuwa. Sijui. Maana wanangu mimi natamani kuwa nao wakiwa wana furaha kabisa. Ndio na mimi mama yao nitakuwa na amani hapa nyumbani. Lakini sasa wanapokuwa wanyonge hivi, sijielewi, maisha yatakuwa magumu kwangu. Utashindwa hata nikae na nani ili niongee na kujadili mambo ya nyumbani. Kapita tu. Kuja ni muite. Wewe Robati wewe. Robati? Wewe Robati? Hebu njoo hapa mara moja mwanangu, njoo. Yule mtoto wa mdogo. Ni ndugu yako kumbe? Una shida naye? Na shida naye. Kumbe. Mimi kwa ni mwenyeji. Hamna mimi sio mwenyeji lakini nielekeze. Ndaelewa. Anatakiwa kufikia hapa kuna kona hapa. Kwa mbele yake kule kuna nyumba kama 2 3 zinapangana. Kwa mbele yake tena kuna kanisa. Niulizie kwa nani? Niulizie kwa Baidani. Kwa Baidani. Mimi yuko huko. Yuko nyumbani. Sasa hivi nikienda namkuta. Alikuwa amkuta nimemwacha muda kidogo. Sawa. Magese kama kunigeuka, katembea na mke wangu. Lebeka naye kabeba mimba, kumbe hata sio ya kwangu. Magese kama kunigeuka, katembea na mke wangu. Lebeka naye kabeba mimba, kumbe hata sio ya kwangu. Kwa sababu ya matatizo yangu, Sijazoea kukuona hivi. Sijawahi kukuona ukiwa hivi mwanangu. Mama, mimi sikopo hivi. Kwa muda tu labda unataka mtu ajisikie vizuri kuna wakati fulani. Ndio kama hivyo. Ujisikie vizuri mwanangu. Una mambo gani? Na changamoto gani iliyokupata huko? Maana leo toka asubuhi mpaka ukashindwa kula asubuhi mpaka saa 5 hapa na ukarudi miogo kama hivi. Ni tatizo gani ambalo limefanya akakufukuza? Hebu niambie. Kwa sababu haiwezekani akakufukuza hivi hivi. Iko hivi mama. Juzi mimi nilienda kwa kaka. Nilifika pale nikafungua gate hata sikupiga hodi, nikaingia ndani. Nilikuta shemeji na Magesa wamekaa kibarazani hapo. Kushangaza sasa mama nimekuta wanashikana shemeji na Magesa. Kama mtu na mpenzi wake. Itawaje? Nilishtuka lakini waliponiona walishtuka pia. Sasa ikabidi tu nifike pale nikamsalimia shemeji, nikamsalimia na Magesa. Samahani, nilimtafuta kaka nimemkuta. Akaniambia kwamba kaka ametoka. Ila njoo jioni atakuwa amerudi. Nikamwambia basi sawa. Niambia karibu tukae. Mimi nawahi kurudi nyumbani. Mimi nikaondoka. Kwa maana hiyo Magesa ninayemfahamu mimi. Wewe Magesa? Mtoto wangu. Rafiki wa kaka yake. Ndio walikuwa na mkwe wangu. Wanashikana kama mtu na mpenzi wake. Kama maajabu hayo. Magese kama kunigeuka, katembea na mke wangu. Lebeka naye kabeba mimba, kumbe hata sio ya kwangu.
Magese kamwa kunigeuka, katembea na mke wangu. Rebeka naye kabeba mimba, kumbe hata sio ya kwangu. Kwa sababu ya matatizo yangu, kwa sababu ya madhaifu yangu, umelivunja agano la ndoa, ukaamua kunisaliti. Umelivunja agano la ndoa, ukaamua kunichiti. Umelivunja agano la ndoa, ukaamua kunisaliti. Umelivunja agano la ndoa, ukaamua kunichiti. Mlonge longe, mlonge longe. Hiyo ni dharau au ni nini kwa wewe ulifikiria? Hiyo ni dharau. Binafsi nilifikiria mbali kwa sababu Magese tunamjua fika na hapa nyumbani ni kama mtoto kabisa. Ndio ninajua, hata mimi ninamtambua, hata majirani wanafahamu ya kwamba huyu ni mtoto wa hapa, na wengi wao hawezi kutambua wewe Robati na Magese. Akiwepo Magese tunaweza kumwacha hapa hata wiki nzima. Yuko kwao. Leo anafanya hivi. Huyu mkama wangu ana akili kweli, huyu mke wangu. Kwa nini afanye hivi? Hivi kuna kitu gani ambacho kitakuja kufanyika baada ya Magese na mlinga wangu kuja kuzoeana? Si watamuua kaka yako. Na nafahamu hicho ndio kilikuuma wewe. Kabidi upeleke hiyo taarifa. Sasa nilipomwambia hivyo kaka ndo akanifukuza. Akaona kama wewe ni mjinga. Haujui kwamba kinachokuuma ni nini pale. Yawezekana labda na yeye anafahamu. Ndio maana anachunguza akaona apotezee kwa watu. Hata kama mama angekuwa anajua angeniambia hata kidogo au angenisikiliza. Au angekuita pembeni kwamba hebu njoo niambie hili ni lini ulilikuta hili jambo. Lakini kwa sababu hakuelewa ndio maana amekufukuza au alitukia kuingia bila wote. Sijajua sasa. Lakini mama, mimi nikwambia kitu kimoja. Hayo yote hatuyajui. Yeye ni mtu mzima sasa hivi. Anafikiria vitu vingi. Sasa itabidi wewe uzungumze naye kwanza kaka. Umuulize ana shida gani. Wenda na tatizo, ndio maana nilipomwambia kile kitu akanifukuza. Sababu mimi sio kumwambia jambo la kuhusu shemeji. Tena linao linda ndoa yake yeye, anifukuze mimi. Hayuko sawa kaka. Hata mimi nashangaa kwa sababu ile jambo ilitakiwa kusikilize, asingekufukuza. Sawa, nitafanya hivyo. Fanya hivyo mama. Itabidi niongee naye nijue ni kitu gani kinachomsumbua. Kwa maana na yeye siku hizi namuona kama vile ni mnyonge siku zote. Kitu ambacho sijazoea wanangu kuwaona hivyo. Napenda na waona mpo kwenye hali ya furaha. Na mimi ndipo nitakuwa na amani hapa. Nikikosa furaha nyinyi ni kama nimekosa nini? Na baba yenu ametuacha hapa nyumbani. Kwa hiyo tuishi kwa furaha. Sije tukabaki watu ambao hatuna amani, tukashindwa kuwa na amani tena. Nitafanya hivyo kama ulivyoniambia. Mimi hicho tu mama, nicho. Nimekuelewa. Basi nenda kapumzike. Na hicho chakula naomba uende ule. Sijali mama. Na ukae katika mkao wa furaha. Wewe unajua mama. Haya sasa, beba na vyombo upeleke ndani. Katembea na mke wangu. Rebeka. Habari. Salama vipi? Basi. Jema vipi? Unatoka? Nimetokea kumtafuta mdogo mmoja ameniangusha sehemu hapa. Lakini hamna shida. Huu mguu sasa wako kupata nyumbani. Ulikuwa unakuja kwetu? Au na wao unakoenda au? Hapana. Bisi. Basi hata sehemu tukae. Shemeji unaonekana kuna haraka sana. Ni kwa sababu nimeagizwa. Tunaweza kuzungumza tusomba. Hamna shida. Yaani shemeji. Unajua shemeji kile kile nyumbani pale. Shemeji tunakuwa mimi nikuelewa, kuna timu yangu naye. Unajua mimi sina mtoto kama mume wangu anaenda kwa waganga. Shemeji anakuja hiyo. Bwana tuchukue tu wewe shemeji tu. Wewe umekuwa ghafla sana. Sio ghafla. Shemeji nimekuelewa.
Unajua sikiza nikwambia kitu kimoja Rebeka. Haikusema na kweli mimi siku ile toka ile siku ulinikatisha tamaa kabisa, sikutaka hata tena kurudi kwako. Kwa nini? Kwa sababu ulinifukuza pale, ulinizalilisha sana pale mbele ya yule dogo, hapo kizingatelo pale ni mdogo wetu, kunanizalilisha mbele ya yule dogo. Sio kama nikuzalilisha, yule pale ni shemeji yangu. Hata pale mimi ningefanya na hali aliyotukutana mimi ningefanya, ningekuwa nakuchekea. Sasa mimi nimefanya vile ili na yeye asielewe kama kuna kitu chochote kilichotokea. Sasa tumeharibika nini? Unajua sote wanakuambia Dua ni mwanamke mzuri sana, ni mwanamke ambaye una sifa zako za kipekee. Magese kamwa kunigeuka, katembea na mke wangu. Rebeka naye kabeba mimba. Ameipa ishamwachana naye. Sasa sikia. Inabidi basi tuje tukutane pale kwenye gesi ya Ngati. Kweli? Asio. Tunaitengeje gesi wakati wewe una chumba nyumbani kwako? Okay, poa. Yaani hata tunahamisha makao. Wewe tunamkase, tunahamia hapa. Kwa hiyo tayari kumwacha. Namwacha. Wow. Ndio anaenda kwa ganga bado bila tu hajanipeleka. Wewe sasa mbona unataka kutolewa safari? Tuanze tubasi kuna kuja kama mkutana mimi basi. Hapa shida imeisha, twende. Angalia basi nitokee tu kuendelea kuona. Poa mimi na hivi. Toto wewe, utatoa roho yangu. Magese kamwa kunigeuka, katembea na mke wangu. Rebeka naye kabeba mimba, kumbe hata sio ya kwangu. Magese kamwa kunigeuka, katembea na mke wangu. Rebeka naye kabeba mimba, kumbe hata sio ya kwangu. Kwa sababu ya matatizo yangu, kwa sababu ya madhaifu yangu.